mke na mume. Naam. Yani tutazungumzia wanandoa. Wanandoa. Kila mmoja ni halali kwa mwenzake. Kweli. Toka wako tuputupu mpaka kila mmoja amevaa nguo zake, chumbani wako pamoja, lakini utashangaa kuna baadhi ya wanaume, kuna baadhi ya wanawake, yani amevua nguo, akimwona mumewe ingia ajifunika haraka, au mume avua nguo akimwona mkewe ajifunika haraka. Tatizo zaidi hapa utaona akienda chooni huyu mke aenda peke yake, na mumewe akija, mfano atavaa nguo kule, au mume aende chooni peke yake kuoga. Nazungumzia masala ya kuoga. Naam. Akisikia nyayo za mkewe yuaja ajistiri haraka. Naam. Nataka haya masala kidogo tu chachawize hapa, haya masala ni vipi, kwa sababu mimi nikiazungumza kisheria, kila mmoja ni halali kwa mwenzake. Hapa hiyo ni sheria kwa. Ni sheria, kila mmoja ni halali kwa mwenzake. Hunna libasul lakum. Naam. Wa antum libasul lahunna, yani wanawake ni vazi kwa nyinyi na wanaume wenyewe wanawake ni vazi kwa nyinyi, kila mmoja amvaa mwenzake. Karibu Sheikh. Naam, shukran Sheikh Mwakidudu. Kwanza kama ulivyotangulia kusema kwamba hali hii kwamba hawa ni wanandoa wawili na kila mtu ni halali kwa mwenzake, lakini Sheikh, ukiangalia wewe kama kwa mfano bibi yako yuaoga ukienda bafu, ukifika yuachukua toilet haraka jifunike, alafu akuuliza umfuata nini huko hasa? Fuata nini? Yani unashangaa. Utashangaa hilo swali. Bibi anakuuliza umfuata nini huku na mimi naoga? Mimi naoga. Uenda wapi? Subiri huko mimi nitakwenda wapi na mimi naoga. Basi amejifunika nguo ama toilet wakati huo, akwambia toka basi mimi nioge. Subhanallah. Na mume anakubali kweli Sheikh, yatoka kinyonge aenda zake kutafuta mali akae, kulingana na mke. Na ukimwambia basi msiondoka, kwamba basi mimi siogi, basi nitabaki na povu langu, lakini poto ile mbali. Subhanallah. Unaona? Alafu pia bwana na hivyo bwana atawekewa towel, sabuni, kila kitu, amwambia mkewe sasa ondoka, nataka kuoga. Unaona? Tena anamfukuza. Mwisho pia akidinda yule mwanamke ataweza kumpiga kwamba wewe asubiri nini hapa. Sasa Shekhe, kama ulivyotangulia kusema kwamba kwanza haya mapenzi yanakuwa hakuna mapenzi hapa. Hakuna mapenzi hapa. Hapa ni katika sehemu kwamba zinatia hamu na zina stimulate ile shahwa ya mke au ya mume ni huko chooni kwanza moja kwa moja. Na kule ikiwa ndio sehemu watu wanafukuzana huko, miongoni mwa mambo yanaleta hamu ni yule mke kumuona maumbile yake na yake na kama vile na hiyo wakutika. Lakini sasa ndipo kumewekwa mipaka. Imefika mipaka namna hiyo, sijui tuenda wapi. Ni hatari kubwa, kwa sababu pia unaona huyo ikoonekana hataki kusuguliwa na wewe wala na hutaki kusuguliwa na bibi. Yani mke au mume mmoja hataki kuoga na mwenzake hata siku moja. Hataki hapo, kwa sababu yani kamba ya hapo kuna haramu fulani inaendelea. Imezingatia Mtume sallallahu alayhi wasallam akioga na mkewe Aisha, na wakeze na wake zake alioga nao. Kwa hivyo ni sunna kabisa moja kwa moja. Sasa kama utamfukuza mke ama mke amfukuze bwana, utakuwa tufuata sunna gani, sheria gani hapa? Na chengine pia Shekhe, hapo tukiongezea ni kwamba ndani ya chumba, wakati labda mtafanya tendo la ndoa, bila kuambia zima yote zima taa tena, bila hivyo kufanyiki kitu. Subhanallah. Kuambia zima taa, ama bwana anamwambia bibi zima yote, ndio watu wafanyisha shughuli za totoro. Shekhe, kuna visa vilitokea ya kwamba kuna baadhi ya misimamo ilikuja sawa kabisa kujifunika. Rai zikaja, je, hii niqabu ni wajibu au si wajibu? Hayo tuachie wanachuoni, lakini kujifunika mwanamke kwa ajili ya kujistiri isipokuwa mumewe ni jambo kwamba lapendekeza sana katika sheria. Lakini kulitokea visa ya kwamba mwanamke yule anajifunika kubu mwili mzima, lakini akienda chumbani na mumewe wakati wa starehe afungua ile sehemu tu ambapo kwamba mumewe amehitaji, sehemu husika aifungua hiyo tu, sehemu zingine zibaki na hijabu. Visa vilitokea. Sasa unaona tatizo hapo Shekhe, hakuna mapenzi. Zimenataa Shekhe, kama tulivyotangulia kusema, kuna giza na madirisha yamefungwa.
na taa ndio inaonyesha kila kitu bayana ili wewe upande. Lakini sasa wewe hata waweza kumuingiza kidole kwenye jicho pia manake kwa sababu wao ni shekhe, taa imezimwa. Sasa ndipo hali hii shekhe. Kwa hivyo masala, yani kumbukumbu ni kwamba kuna baadhi ya watu hayuko free na mkewe au na mumewe, hayuko free, ama kwamba sheria imeruhusu kweli. Hakuna sheria nyingine baada ya sheria kwamba ya Uislamu imeruhusu mke uwe free na mumewe na mume uwe free na mkeo. Na hiyo ndio, kwa hivyo tunawaambia umma shekhe kwamba yani kuwa bila nguo ndani ya chumba. Kwanza niko na nguo muhimu maalum katika chumba ambazo kwamba zile zinaleta shahwa. Yani mume yuko uchi, bwana yuko uchi, ile haijavunja sheria, na masala yale ni hayana shida kuliko kwamba yani mtu anakuambia kwamba toka mimi nitakuvaa nguo. Kwenye kuoga sisi tunajua kuna baadhi ya sehemu za mwili uzifikii wewe moja kwa moja, zahitaji mwenzako akusugue. Nani ambaye kwamba atazisafisha kama si mkeo? Akwambia na hii neti yangu najisugua hii neti. Wala neti ni vitu artificial, havizidishi mapenzi. Anakwambia neti imekuwa badala ya mkeo au badala ya mume. Hii neti nasugua kuliko wewe. Asa mikono yako ya katakata wewe Mwakidudu.